imeandikwa, lakini tena anarudi anawaambia, na kuna wengine ambao majina yao haijaandikwa, lakini ninasema ya kwamba majina yao yako kwa kitabu cha uzima. Jina la Baba lipewe sifa. Heri wewe ambao unamtumikia Mungu, jina lako liwe katika kitabu cha uzima, hata kama wanadamu hawatatambua, lakini Mungu atambue ya kwamba kuna mama katika kanisa hili ambaye anatenda kazi yangu. Kuna mama katika kanisa hili, kuna mama katika senta hii ambaye nikimuita yeye anapatikana na anatenda kazi yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Waruku, Bwana Yesu asifiwe. Senta ya Waruku, Bwana Yesu ainuliwe. Heri majina yetu yaandikwe katika kitabu cha uzima, maana siku ya mwisho yataitwa kila mmoja mmoja. Majina yetu yataitwa, wale ambao tulikuwa tumetenda vyema, majina yetu yataitwa, wale ambao tulifanya kazi ya Bwana kwa uaminifu, bila kuangalia ni nani ambaye amenituma, bila kuangalia mchungaji yuko wapi, bila kuangalia mabasi yako wapi, tulitenda kwa uaminifu. Majina yetu yatapatikana katika kitabu hicho. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Paulo anasema kwamba I love them and I was happy to see them and hear from them. Their welfare was earnestly for the kingdom of God. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe kazi ambayo tunafanya sio mwanadamu. Nimeingia kama pasa anasema kwamba tunataka tuwaombee, tuwaweke katika mikono ya Bwana ili ya kwamba mtende kazi ya Bwana. Ninataka niseme hivi, kumbe kazi ambayo tunafanya hatufanyii mwanadamu. Kazi ambayo tunafanya, wapendwa wa mama, tunafanyia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hata wanadamu wasipo acknowledge, hata pasa sipo acknowledge, lakini sisi tujue ya kwamba kazi ambayo tunafanya kuna mtu mahali anaona. Paulo anasema ya kwamba they worked dearly for the welfare of the kingdom of God. Walifanya kazi ya Bwana, hawakuangalia majina. Nataka nishukuru Mungu kwa sababu wakati huu inafaa kuwa katika manyumba zetu mnatengeneza vyakula. Wale ambao mko na wazee mnawashughulikia, wale ambao mko na watoto mnawashughulikia, lakini majina kama haya ninyi mmepatikana nyumbani mwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ninasema kazi yenu haitaenda bure. Nasema kazi yenu haitaenda bure. Kazi yenu haitaenda bure. Kuna mtu mahali anaona. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa naambia wapendwa mahali, sisi mkituona hivi sio kwa sababu ya yale mazuri ambayo tumefanya. Hapana. Sisi mkituona wengine na hao wachungaji ni kwa sababu ya kazi ya mama yetu walifanya. Kazi ya wazazi wetu walifanya katika kanisa. Na ndio maana sisi tukapatikana. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilikuwa na shosho pastor ambaye wakati wa injilisti yeye alikuwa ametenga nyumba ya wainjilisti kukaa naye. Akasema ninyi mtafute vyakula, lakini mahali watumishi wa Mungu watalala, mimi nitapeana nyumba. Yeye anaenda analala jikoni, anaacha nyumba kake, watu wa Mungu wanalala ndani. Bwana Yesu asifiwe. Ninasema akiamka mahali yako, atasema kweli nilifanya kazi ya Bwana. Maana ataona mchukuu hapa na ubiri injili ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Baba anasema kazi yenu isiende bure. Mpate watoto warudi pale madhabahu wahubiri injili. Mpate watoto wapande ndege waende wafanye kazi ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Maana kazi yetu haiendi bure. Kuna mtu mahali anaiona. Bwana Yesu asifiwe. Sikia vile Paulo anasema, napotaka kumalizia. Paulo anasema ya kwamba and I love them and I rejoined them in the ministry. Anasema kwamba they had no greater joy than to hear that the work of God inaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Hawa wamama, Paulo anasema ya kwamba furaha yao ilikuwa ya kwamba waone kazi ya Bwana inaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nishukuru kwa sababu hamjakuja bure. Mmekuja kuweka mipango. Bwana Yesu asifiwe. Mmekuja kuweka mikakati ili ya kwamba kazi ya Bwana itafanyika namna gani. Haya ndio maneno wakina Yudia walifanya. Haya ndio maneno wakina Sitika walifanya. Haya ndio maneno ambayo hawa watumishi wa Mungu walifanya. Biblia inasema ya kwamba
round salutations. Ni salamu ili ya kwamba kusema yale mambo mazuri ambayo haya wamama walifanya. Bwana Yesu asifiwe. Hasa nataka siku moja tutarudi hapa tushuhudie maneno haya wamama watakuwa wamefanya, na tuweke muhuri na tuwawekee taji, kwa sababu watakuwa wamefanya kazi ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Inulia Bwana mkono. Bwana Yesu asifiwe. Paulo aliwafurahia maana walikuwa wamama wa kujitolea. Anasema ya kwamba the greater joy was that walikuwa wanafurahia kazi ya Mungu ikiendelea. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Jambo la mwisho nataka niseme hivi. Katika kufanya hiyo kazi haitakuwa rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Katika kutumikia Mungu huenda kutakuwa na milima na mabonde, lakini Biblia inasema jioni ya leo ya kwamba mizigo yetu tumwekee Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Inasema kwamba cast your burdens unto the Lord and he will sustain you. Kwa hivyo ninamaanisha hivi, wewe mtaweka mikakati na mfike njiani milima na mabonde inuke. Na nataka niwaambie hivi, hiyo milima na mabonde mchukue kumwekee Mungu, maana yeye ndiye anayewajua, yeye ndiye anaye uwezo, yeye ndiye ako na hali yote yetu. Kwa hivyo mtakapoona mnafika mahali mnatikisika, mtakapoona mnafika mahali mnakuwa moved, mnakuwa shaken, mnafika mahali mizigo inawalemea, ninawakumbusha ya kwamba katika kitabu cha Zaburi 55 mstari mdogo wa 22 Biblia inasema ya kwamba na mizigo yetu yote tumwachie Mungu naye atatuwezesha. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Ninataka niseme hivi, muombe na kuachilia mizigo yenu kwa Mungu, na Mungu naye atawasaidia. Bwana Yesu asifiwe. Muombe, mweka maombi mbele. Chochote mtakachofanya mtangulize neno la Mungu. Chochote mtakachofanya mtangulize Mungu. Mumuite Mungu, mumwambie tumepanga kama wanadamu, Baba tunataka utengeneze kama Mungu. Mumwambie Bwana tumepanga kama wanadamu, na wanadamu tumepungukiwa, lakini wewe Bwana tunakuita wewe ukapate kutengeneza, na kazi ya Bwana itatendeka, kazi ya Bwana itaenda mbele, kazi ya Bwana itainuliwa, kazi ya Bwana itasonga, sekta yetu ya Waluko itaenda viwango vingine. Sema haleluya. Jambo lingine, mumtumainie Bwana katika kila hali. Trust in God. Trust in God. Mumtumainie Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengine wako huko kando kando wanawaangalia, watakuja waseme hawa hii kitu wanafanya haitawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Watakuwa kama wale wakina Tobali. Bwana Yesu asifiwe. Nehemia amejenga ukuta wa Yerusalemu, nao wanakuja wanatokea nyuma, wanaambia Nehemia, hii kazi unafanya ni bure. Hii hata mbea ikipanda juu yake itafanya nini? Itaanguka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuna wakina Tobali huku kando kando, hata wamesikia mmekutana, na waambia ukweli watoto wa Mungu, wamesikia mmekuja Waluko, wanataka waseme tutaona watafika wapi. Ninawaambia hivi watoto wa Mungu, watakapo wanasema tunataka tuone wanafika wapi, ili mtuainie Mungu, ili wekeni tumaini lenu kwa Mungu, wekeni haja zenu kwa Mungu, na Mungu naye atawasaidia. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwamba believe that he is working even when we don't see the immediate results. Wakati mwingine hamtaona matokeo ambayo yatakuja kwa haraka. Bwana Yesu asifiwe. Pastors wako hapo watakwambia, ukipanga kanisa church planting, huyu pastor wewe washaipanga sasa, ameacha siku kwa kwaya zinaendelea vizuri sana. Ukipanga kanisa